kuna aina ya chakula ambacho anakula mtoto, lakini kuna aina ya chakula ambacho anakula mtu mzima. Kuna aina ya vinywaji ambavyo ukimpa mtoto ni sawa, juisi ya machungwa, juisi ndogo ndogo ya... Kuna aina ya vinywaji ambavyo ukimpa mtu mzima ni sawa. Kuna aina ya vyakula ukimpa mtoto ni sawa, unamkorogea mtoto uji mwepesi, kakinywa katoto kanajisikia vizuri. Lakini mtu mzima huwezi kumkorogea uji mwepesi, unamtafutia chakula kigumu atakachokula, kwa sababu ya uhitaji: moja, ya umri; mbili, mifupa yake ili kuimarika inahitaji chakula kigumu. So tunavyofundishwa kukua kiroho, tunafundishwa kwamba usemi wetu usiwe tena kama wa watoto wadogo katika mambo ya kiroho. Ufahamu wetu kumuhusu Mungu usiwe tena kama wa watoto wadogo kwenye maisha ya kiroho, na fikra zetu zisiwe tena kama za watoto wadogo kwenye mambo ya kiroho. Tuendelee mbele. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1 na kuendelea, utaona kwamba kama haujakuwa kiroho, kuna vitu ni halali wewe kuvipata, lakini haustahili kwa sababu haujakuwa. Kama hautakubali kuridhika na mchakato wa kukua kwenye neema na kukua katika kumjua Bwana, kuna vitu ambavyo ni halali wewe kuvipata, lakini hautastahili kuvipata kwa sababu haujakuwa. Okay, Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1 na kuendelea, anasema siku zote mrithi awapo mtoto anakuwa sawasawa na mtumwa. Mrithi anastahili kurithi, ni mali ya baba yake, ni vitu vya baba yake, lakini kwa sababu ni mtoto anakuwa sawasawa na mtumwa. Hajakuwa bado, ni halali kuvipata, ila hastahili kwa wakati huo. Kwa hiyo atawekwa chini ya mawakili, watu ambao watasimamia hizo mali mpaka atakapokuwa. Ndio zile mali zina uwezo wa kusogezwa kwenye mikono yake, kwa sababu akipewa zile mali akiwa mtoto, ana uwezo wa kuzitumia anavyotaka yeye bila kujali, kwa sababu hana uchungu wa maisha ya utu uzima. Haelewi gharama ya utu uzima ni nini, hajui kwamba mtu mzima anagharimikaje kwenye kutunza mali. Kwa hiyo akipewa kama mtoto atapoteza. Kwa hiyo Biblia inasema mrithi anapokuwa mtoto anakuwa sawasawa na mtumwa, anawekwa chini ya mawakili. Ni mali zake, ni vitu vyake, lakini hawezi akapewa kwa sababu bado level of maturity is low. Kiwango cha utu uzima bado ni kidogo kwake, hajafikia level ya kuchanganua mambo. Usemi wake utakuwa ni mdogo, ufahamu wake utakuwa ni mdogo, fikra zake zitakuwa ni ndogo. Maana yake unaposema fikra, unazungumza uwezo wa kufanya maamuzi. Hataweza kufanya maamuzi kwenye mali ambazo ameachiwa na mzazi wake. So unahitaji kuheshimu mchakato wa kukua kiroho. Unahitaji kuheshimu mchakato ili kuingia kwenye hali ya utu uzima wa kiroho. Kama Biblia inasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, kama ni kiumbe kipya kinahitaji mchakato wa kuanza kukua. Kifundishwe neno, kilielewe kiundani, afundishwe kuhusu Mungu. Huyu mtu amjue Mungu kiundani, aelewe mifumo na utendaji kazi wa Mungu ukoje. Ni watu wazima tu ndio wanaelewa how system works, namna gani mifumo inafanya kazi. Ni watu wazima. Ukisema neno mfumo kwa mtoto anamchanganya kitu, lakini ukisema mfumo kwa mtu mzima anaelewa. Kwa hiyo lazima akue, afundishwe mifumo, how divine systems works, namna gani mifumo ya mambo ya kiungu inafanya kazi, na aweze kuitumia wewe mwenyewe kwanza hiyo mifumo. Don't allow pastors to lay hands over you every day. Kila siku anakuwekea mikono juu yako. You should understand why are they laying their hands over your head na unabarikiwa. Kwa nini wananyosha mikono juu ya kichwa chako na unafunguliwa? Wanaelewa mfumo unavyofanya kazi. So you have to get into a certain level of maturity for you to command that system to work over your life. Lazima uingie katika hiyo level ya utu uzima na uelewe jinsi ambavyo mifumo inafanya kazi, uweze kuitumia binafsi, personally. Maana mwanzo nikasema kukua kiroho is a personal dedication. Unahitaji ujitoe wewe mwenyewe kwa binafsi yako. Unahitaji ujitoe wewe mwenyewe kwa hiari yako.
Kwa hiyo Wagalatia wanafundisha na Paulo kwamba mrithi anapokuwa mtoto anakuwa sawasawa na mtumwa. Hastahili kurithi huyu, hastahili. Kwa nini? Ni mtoto, kwa hiyo ni sawasawa na mtumwa. So kuna vitu ni halali kwako kuvipata, ila haujastahili kuvipata. Sio kila kilicho halali kinakustahili. Wow, hiyo imekaa vizuri. Sio kila kilicho halali kinakustahili. So kilicho halali ili kikustahili, kuna sifa tutapima. Je, hicho kilicho halali tukikiweka kwako, unastahili kukitunza? Unaweza kukilea? Sasa kwa haraka nizungumze viashiria hata viwili tu, muda umetutupa. Viashiria hata viwili vinavyoonyesha ya kwamba huyu mtu amekuwa kiroho. Viashiria hata viwili vinavyoonyesha ya kwamba huyu mtu amekuwa kiroho. Viko vinne, lakini kama muda utaruhusu nitavimalizia. Kiashiria namba moja kwamba huyu mtu amekuwa kiroho, kuenenda kwa roho na wala si kwa mwili. Moja ya kigezo kikubwa ambacho mbingu inakitumia kupima maisha ya mtu ni kuenenda kwa roho wala sio kwa mwili. Unasema, mtumishi, unaposema kuenenda kwa roho unamaanisha nini? Umeshawahi kusoma matunda ya mwili na matunda ya roho kwenye Wagalatia sura ya 5 mstari wa 21 na kuendelea? Utaona kuna matunda ya mwili na matunda ya roho. Maana yake kama utaishi matunda, mfumo wa maisha yako upo ukichunguza tunda la mwili mojawapo linakutawala, ujue hakika ya kwamba unaenenda kwa mwili. Lakini ukiona kuna matunda ya roho kwenye maisha yako, uvumilivu, utu wema, saburi, kiasi, ujue kwamba unaenenda kwa roho. Na ndio maana Biblia inasema kwamba tuenende kwa roho wala hatutazitimiza kamwe tamaa za mwili. Maana yake ni kuruhusu roho achukue nafasi kwenye maisha yako. Ndio maana ya kuwa mtu mzima. Kwa hiyo kama wewe tunapozungumza roho, ujue kabisa unahitaji kukua. Na kwamba mtu mzima ndio anaelewa maana ya mifumo. Kwa unaposema kuenenda kwa roho, unaanza kujiuliza roho ni nini? It means inahitaji darasa ili uendelee kukua na kuelewa nini maana ya roho. Wagalatia 5:16 anasema enendeni kwa roho, enendeni kwa roho. Warumi 8:5 anasema wafuatao mwili uyafikiri mambo ya mwili. So kufuata mwili ni dalili ya kwamba wewe ni mtu mzima, ni mtoto mchanga kwenye mambo ya kiroho. Kufuata mwili ni mchanga, mtoto mdogo kwenye mambo ya kiroho, mtoto mdogo kwenye mambo ya kiroho. Lakini saa ambayo ukaona roho imechukua nafasi, unaogopa kufanya vitu fulani kwa lengo la kumkosea Mungu, ujue kabisa tayari umeingia kwenye level ya maturity ya uzima wa kiroho. Warumi 8:8 anasema wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kiashiria cha pili cha kwamba umekuwa mtu mzima wa kiroho, kujenga imani kwenye neno na sio kwenye vitu au watu. Oh my God, imani yako kwa Mungu imejengwa na nini? Kama imani yako kwa Mungu imejengwa kwa neno, uwe na uhakika kwamba umeingia kwenye level ya utu uzima wa kiroho. Lakini kama imani yako kwa Mungu inachochewa na vitu pamoja na watu wanaokuzunguka, ujue kabisa you are walking in childhood process. Unatembea katika hatua za utoto. Ndio maana Mfalme Daudi kwenye Zaburi 118 na mstari wa 8 na 9 anasema heri kumtumaini Mungu kuliko kuwatumaini wanadamu, heri kumtegemea Mungu kuliko kuwategemea wakuu. Hiyo ni level ya maturity, kwamba imani yangu kwa Mungu imejengwa kwa neno. Kile neno linasema ndicho na mimi ninachoamini. Namba 3, ishara ya kwamba umekuwa mtu mzima wa kiroho, kuchukia ambacho Mungu anakichukia na kupenda ambacho Mungu anakipenda. Kuchukia ambacho Mungu anakichukia na kupenda ambacho Mungu anakipenda. Fuatilia maisha ya majiant wa kiroho kwenye Biblia, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Walichukia kile ambacho Mungu alikichukia na walipenda kile ambacho Mungu alikipenda. Kwa hiyo ukiona umeanza kumatch na Mungu, kinachomkera Mungu na wewe kinakukera, kama Elia.
kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18-19, anazungumza ya kwamba anamwambia Mungu ya kwamba wameniudhi wale watu, wamenikera kwa sababu wanaabudu miungu, nimekereka, wanaabudu, wamekuacha wewe Mungu wa kweli, kwa hiyo sitaki hata kukaa kule. Elia anachukia kitu ambacho Mungu anachukia. Jifunze kwenye maisha ya Yesu. Wakati ameingia kwenye hekalu akaona watu wanafanya biashara, akasema, kwa nini nyumba ya baba yangu mnaifanya nyumba ya sala, nyumba ya biashara? Kwa nini nyumba ya sala mnaifanya kuwa pango la wanyang'anyi? Alafu anasema wivu wa nyumba ya Bwana uko juu yake. Kwa hiyo kuchukia ambacho Mungu anakichukia na kupenda ambacho Mungu anakipenda unaitwa wivu wa Bwana ndani ya mtu, na ni dalili ya utu uzima wa mambo ya kiroho. Kiashiria cha 4, utayari wa kulipa gharama kwa ajili ya Bwana. Moja ya saini kubwa sana ya kwamba umekuwa katika maisha ya kiroho, umekuwa katika neema na umekuwa katika kumjua Bwana, moja ya dalili kubwa sana ni utayari wa kulipa gharama kwa ajili ya mambo ya Bwana. Manake ikiwa imefika pointi inagharimu maisha yako, imefika pointi inagharimu fedha, imefika pointi inagharimu chochote ulicho nacho, na ukawa tayari kufanya, uwe una uhakika umeingia kwenye level of maturity, umeingia katika level ya utu uzima wa kiroho. Umefika katika pointi ambayo shetani hawezi kukusumbua katika jambo lolote. Warumi 8:31 mpaka 38, maandiko yanazungumza hapo. Kuna watu ukiangalia utaona wanasema, ni nini kitatutenga na upendo wa Kristo? Ni nini kitatutenga na Kristo? Ni uchi, ni njaa, ni dhiki, ni adha, ni pesa, au ni nani? Ni wafalme walio juu au walio chini? Hakuna kitakachotutenga na Kristo. Utaelewa kwamba hawa watu wamekuwa watu wazima kiroho, wamefikia kwenye level ya kuwa tayari kulipa gharama hata ya uhai wao ili wao kuendelea mbele. Wafilipi 3 sura ya 6, Wafilipi 3 mstari wa 6 mpaka wa 10. Soma Paulo anavyosema, kuna vitu vilikuwa vina faida kwangu. Nazungumza utayari wa kulipa gharama. Paulo anasema kuna vitu vilikuwa vina faida kwangu, lakini nilivyohesabu kama mavi, nilivyohesabu kama hasara ili niupate uzuri wa Kristo. Alikuwa tayari kupoteza vilivyopo kwenye mikono yake, alikuwa tayari kupoteza anavyovimiliki, sifa na heshima ya kifarisayo ambayo alipewa mtume Paulo. Akasema huu ni upuuzi, ni mavi haya, akaachana navyo, akasema sasa ninamtafuta Kristo. Kwa hiyo dalili chache 4 nilizozungumza. Dalili ya kwanza, dalili zinazoonyesha ya kwamba umekuwa katika neema. Dalili ya kwanza ni kuenenda kwa roho na sio kwa mwili. Dalili ya pili ni kujenga imani juu ya neno na si juu ya watu au vitu. Kujenga imani kwa Mungu kupitia neno na sio watu au vitu. Dalili ya tatu, kuchukia ambacho Mungu anakichukia na kupenda ambacho Mungu anakipenda. Na dalili ya 4, kuwa tayari kulipa gharama kwa ajili ya Mungu, kukataa baadhi ya vitu ambavyo vitakuweka mbali na Mungu na kukubali baadhi ya vitu vitakavyokusogeza karibu na Mungu. Kwa hiyo kwa hizo dalili 4, Mungu akitupa neema, tutaendelea na part B ya somo hili. Naamini neema ya Bwana itakusaidia na Mungu atakusafirisha na wewe utaenda viwango vingine. Ninaamini hutajuta kufuatilia somo hili. Neema ya Kristo iwe juu yako. Shalom.